Kazi na utu, tunasonga mbele. Kazi na utu, tunasonga mbele. Usisikii kule wanafunzi. Kazi na utu, tunasonga mbele. Ndio. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Misenyi Daktari Ruzumula, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Katiba na Sheria, dasi wa wilaya yetu ya Misenyi, natambua uwepo wa wakuu ya wilaya ya Misenyi, mwalimu mkuu wa shule yetu ya Kajunguti, walimu wote, wazazi na wanafunzi. Leo nimekuja katika shule hii ya Kijunguti, wilaya ya Misenyi, kama waziri wa Katiba na Sheria, kuja kumwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia amefanya mengi makubwa kwa Watanzania. Mengine mnayajua kwa sababu yamefanyika Misenyi, mengine mnayajua kwa sababu umeyasikia kwenye vyombo vya habari. Ukiangalia kwenye mabarabara, reli, viwanja vya ndege, hospitali, vituo vya afya, zahanati, elimu, maji, umeme, kote huko Mheshimiwa Rais amefanya vizuri sana. Mfano mzuri ni hapa tuko leo katika shule yetu ya Kajunguti. Daktari Samia amewaletea fedha, mmeweza kujenga madarasa pamoja na ofisi. Sasa yeye hawezi kutembea na kuzindua miradi yote hii, ni mingi mno. Yaani ukisema azindue miradi yote yeye, maana atamaliza miaka 5 afanye kazi nyingine, anazindua miradi tu. Hivyo ametutuma sisi wasaidizi wake, mawaziri wake, kuzunguka nchi nzima kufanya kazi hiyo kwa niaba yake. Kwa hiyo mosi, niwape salamu zake Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nimeongea naye jana, nikamwambia leo nitakuwa hapa. Mheshimiwa Rais amenituma niwaambie kwamba anawapenda sana sana sana. Sasa na nyinyi sijui mnajibu nini? Nampenda pia. Mnampenda pia? Basi na mimi nitarudisha hizo salamu na kuambia Mheshimiwa Rais, wananchi wa Misenyi wanakupenda sana. Katika historia ya nchi yetu hatujawahi kupata rais kama Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwanza ni rais wa kwanza mwanamke. Hatujawahi kupata rais mwanamke sisi. Hii ndo mara ya kwanza. Lakini pili, upatikanaji wake umetokana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba inasema endapo rais aliyoko madarakani hata kuwepo kwa sababu nyingi, ikiwepo kifo, basi makamu wa rais anakuwa rais. Tulisema hivyo ili tujue kwamba tuna katiba nzuri ambayo inatuongoza. Tunapaswa kuiheshimu. Kama katiba hii ndio imemweka Samia madarakani na anaongoza nchi vizuri, hiyo katiba yapaswa kuiheshimu. Lakini alisema hivi ili tujue mwaka huu 2025 tuna kazi na wajibu wa kuhakikisha sasa Samia anaendelea kuwa rais kwa kipindi cha miaka 5 ijayo kwa kupata kura nyingi kwenye sanduku la kura. Na kwa bahati nzuri Chama cha Mapinduzi kimeshamaliza mchakato wa ndani ya chama kwenye nafasi ya rais. Mgombea wa urais ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi kazi yetu sasa ni kusubiria kipindi cha kampeni na kwenda kupiga kura. Tujitokeze kwa wingi kwenda kumchagua Daktari Samia Suluhu Hassan. Akina mama, nyinyi ndio mko wengi kuliko sisi wanaume. Tunatarajia kura zenu nyingi
kwenda kumuunga mkono mwanamke mwenzenu. Lakini na sisi akina baba, kwa maendeleo ambayo Daktari Samia ametuletea, tuna kila sababu ya kuhakikisha tunamuunga mkono. Tunamuunga mkono kwa sababu katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake ametuthibitishia yeye ni rais bora. Ana uwezo wa kuongoza na kutuletea maendeleo. Kwa sababu maendeleo yanaonekana. Hata kama unavaa miwani kama mimi, maendeleo unayaona. Hata kama huwezi kuona, maendeleo unayasikia. Nchi yetu imepiga hatua kubwa sana. Mnayaona hapa kwenye elimu ni nchi nzima. Mimi ni mbunge wa jimbo la Songea mjini. Kama nyinyi ambavyo mko karibu na Uganda, na mimi kule niko karibu na Msumbiji. Kwa hiyo maendeleo haya tunaona kuanzia Misenyi mpaka ufike Songea, kila sehemu maendeleo ni hivi. Madarasa yanajengwa, shule mpya zinajengwa, kila kitu kinakwenda vizuri. Sasa rais kama huyo ni wa kumtunza sana, ni wa kumuunga mkono sana. Lakini chama chake cha Mapinduzi ambacho ndicho kimetuletea rais huyu, maana bila CCM tusingempata Samia. Bila CCM mimi Damas Ndumbaro nisingesimama hapa leo, kwa sababu nimetokana na chama cha Mapinduzi. Bila CCM mawaziri wote wasingekuwepo. Bila CCM maendeleo haya yasingekuwepo, kwa sababu maendeleo haya yanatokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Chama cha Mapinduzi mwaka 2020 kiliwaahidi Watanzania ya kwamba kitawaletea maendeleo katika sekta ya elimu. Leo maendeleo mnayaona, myaone? Naona. Chama cha Mapinduzi kiliahidi, Chama cha Mapinduzi kinatekeleza. Hivi vyama vingine ni vizuri katika kuongea tu majukwaani, lakini kwenye kutekeleza na kuleta maendeleo ni Chama cha Mapinduzi. Na ushuhuda huo ni kwamba leo nakuja kuzindua madarasa na ofisi kama ishara ya maendeleo yaliyoletwa na Chama cha Mapinduzi na rais wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia niwaeleze, mna bahati. Mbunge wenu hapa anaitwa nani? Kiombo, Laurent Kiombo. Laurent Kiombo. Florent Kiombo. Nyinyi ulimchagua kama mbunge. Mnajua kule Dodoma amepewa cheo gani? Niwaambie nisiwaambie? Tuambie. Niwaambie nisiwaambie? Tuambie. Kule Dodoma Mheshimiwa Kiombo ndiyo makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria. Sasa niwaeleze hii kamati ya kudumu ya Bunge ya Utawala, Katiba na Sheria inafanya kazi gani? Inasimamia wizara zote zilizoko kwenye ofisi ya rais. Ukisikia tu wizara iko kwenye ofisi ya rais, na ziko 3 sasa hivi wizara kwenye ofisi ya rais. Wizara ya Utumishi na Utawala Bora, Wizara ya Mipango na Uwekezaji, na Wizara ya TAMISEMI. Lakini anasimamia wizara zote zilizoko kwa makamu wa rais, ambayo ni Wizara ya Muungano na Mazingira. Anasimamia wizara zote zilizoko ofisi ya Waziri Mkuu, ziko 2. Sera, Bunge na Uratibu, Vijana, Ajira na Kazi. Anasimamia Wizara ya Katiba na Sheria. Yaani nyinyi mlimchagua mbunge aongoze Misenyi, jimbo la Nkenge. Sasa kule ameenda kupewa kamati ya kudumu ya Bunge. Sio tu kamati, maana kuna kamati nyingine ni za vilabuni Mkikaa mkinywa pombe ikiisha kamati imekwisha. Hii ni kamati ya kudumu. Imeandikwa kwenye kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Kiombo ndio makamu mwenyekiti. Hata wizara yangu mimi ya Katiba na Sheria, msimamizi ni yeye. Mkiona mmechagua mtu hapa
alafu anakwenda kupewa heshima Dodoma, mjue mlichagua mtu sahihi. Na kama mlichagua mtu sahihi, basi yapaswa kuendelea kumuunga mkono. Mwaka huu arudi tena aweze kuwaletea maendeleo katika jimbo la Nkenge, lakini aweze pia kuwapeni heshima kule Dodoma. Sababu anaposimama pale anasema Mheshimiwa Kiombo, mbunge wa Nkenge kutoka Misenyi. Watu wanajua huko Misenyi watu wana akili timamu. Kama wametuletea mbunge wa aina hii ambayo sisi tunamheshimisha, wana akili timamu. Mwaka huu ni wa uchaguzi, watakuja wengi, watasema maneno mengi, lakini mimi namjua Mheshimiwa Kiombo. Kwa kuwa nafanya naye kazi, niwaombe sana tumuunge mkono, arudi tena bungeni kuwawakilisha na kuwaletea maendeleo. CCM oye! Baada ya kusema hayo, niko tayari sasa kufanya uzinduzi wa majengo haya. Asante sana.